Leo nataka tuangalie ujumbe huu kutoka kwenye msalaba tena. Ujumbe wa neno la msalaba kwa leo ambao nataka tuangalie ni hili: usipuuzie maneno aliyosema Yesu akiwa msalabani. Maneno aliyosema Yesu akiwa msalabani. Wale tuliokuweko toka mwanzoni nilikwambia, unaposoma neno msalaba, unaposoma neno msalaba ndani ya Biblia, usisome tu lile neno, soma lilivyoandikwa lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao ni wasomaji wa Biblia wataona kuna maneno aliyosema. Unaposoma huwezi kuyakuta kwenye injili moja yote, lazima usome injili zote 4. Nenda kwenye kipindi kile Yesu akiwa msalabani, soma, utakuta hayo maneno. Leo nataka tuangalie neno moja tu, imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yote aliyoyasema pale msalabani yana kitu cha kwake ambacho yameficha ndani yake, ambacho ukipata nafasi ya kujua, imani yako itaimarika na itaongezeka juu ya kile Mungu alichokikusudia kwa ajili ya msalaba na kwa Yesu kusulubiwa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Yohana 19 mstari ule wa 30 ndipo unakuta hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yohana 19 mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kwenye Kiingereza anasema it is finished. Kwenye tafsiri yetu ya Kiswahili anasema imekwisha. Wale wanaosoma Biblia kwa tafsiri tofauti tofauti watapata utajiri wa kupanua utajiri ulioko ndani ya neno unalosoma ndani ya Biblia. Agano la Kale liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania na Agano Jipya limeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Lakini tafsiri moja hapo, tetelestai, au imekwisha, maana yake nimekamilisha kama nilivyotakiwa kukamilisha. Nimekamilisha kama nilivyotakiwa kukamilisha, au nimetimiza kama nilivyotakiwa kutimiza. Kwa hiyo unaposikia tu anasema imekwisha, hujui kitu kilichobebwa ndani ya hilo neno. Ni lugha ambayo alikuwa anazungumza na Mungu wake. Ni neno ambalo lilikuwa linatumika, limewekwa kwenye muhuri, tetelestai. Ukienda kununua kitu unalipa, inagonga muhuri, tetelestai, imelipwa. Kama ulikuwa unadaiwa fidia, umeenda mahakamani na unadaiwa fidia, siku unaenda kulipa, kwenye risiti ya mahakama watagonga tetelestai, amemaliza fidia yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anamwambia Mungu tetelestai, imekwisha, kwa lugha nyingine anamwambia tengeneza risiti ya kwamba nimemaliza kila ambacho ulinipa nikifanye, nimekikamilisha, nimekitimiza, na ninaomba hiyo risiti apewe kila mtu atakayeniamini. Karabashakuru. Sio tu kwamba Mungu anatoa risiti na anabaki na nakala, lakini uwe na uhakika ya kwamba wewe unapewa risiti moyoni mwako.
ya kwamba imekwisha, ili mahali popote utakapokuwa unadaiwa unaonyesha risiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitizama kwa kile ambacho Yesu alikuwa anakifanya, unaweza kaenda kwenye maandiko. Sasa kwa picha hii niliyokupa, unaweza ukaelewa baadhi ya sentences zilizoko ndani ya Biblia. Kwa mfano, unaona kwenye kile kitabu juu ya kazi ambayo Yesu alikuwa anafanya, kwenye Yohana 4:34 anawaambia wanafunzi wake, chakula nilicho nacho ni hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Unaenda kwenye Yohana 17:4 anasema, kazi iliyonipa niimalize, nimemaliza. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo alipokuwa anasema tetelestai, anapozungumza anasema imekwisha, maana yake kazi ulionipa kufanya nimeikamilisha kama ilivyotakiwa kukamilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 17 anasema hivi, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Tetelestai, imekwisha, maana yake nimetimiza kama nilivyotakiwa kutimiza yale yaliyokuwa yamepungua. Okay, kwa mfano kitu gani? Malipo ya dhambi. Malipo ya dhambi, kulikuwa na upungufu kwenye Agano la Kale, kwenye Torati, kwa sababu damu ya mafahari haikuwa na uwezo wa kulipia kila kitu, haiwezi kuondoa dhambi. Kulikuwa na kumbukumbu kila mwaka. Kwa hiyo upungufu huo, Yesu alipokuja msalabani, Biblia inasema yeye ni mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Sio tu kwamba unasamehewa, anachukua. Bwana Yesu asifiwe. Na si kwamba kuna kumbukumbu. Biblia inasema akisamehe kwenye Agano Jipya anasahau, anafuta, inakuwa kama vile hujawahi kufanya kosa hata siku moja. Kwa hiyo alipokuwa anapiga kelele pale msalabani akisema tetelestai au imekwisha, alikuwa akizungumza kueleza ya kwamba kwenye Torati kulikuwa na vitu vilivyokuwa na upungufu. Kwa kusulubiwa hapa msalabani, nimemaliza na nimetimiza vile vitu ambavyo nilitakiwa kutimiza vilivyokuwa na upungufu ndani ya Torati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa tatu unaopata kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Sura ya 15 mstari wa 45. Unakuta kitu gani pale? Unaona Yesu akitambulishwa kama Adamu wa mwisho. Anapotambulishwa kama Adamu wa mwisho, maana yake ni kwamba Adamu wa kwanza kuna kitu alianza, hakumaliza. Adamu wa mwisho, ndio maana anaitwa Adamu wa mwisho, anakuja kumalizia. Maana yake baada ya yeye hakuna kitu chochote ambacho kilitakiwa kifanyike ndani ya Adamu ambacho kitakuwa hakijafanyika ndani ya Adamu wa mwisho. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Okay, ngoja nijaribu hivi. Maandiko yanatuambia habari za Yesu, yeye ni neno, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ukasome Biblia yako. Adam aliumbwa kwa neno, hakuzaliwa kama sisi. Mungu akasema na tufanye mtu. Kwa hiyo alikuwa neno, Adam alikuwa neno, lakini akakwama. Na ndio maana Yesu anakuja, amekuja kama neno, na alipokuja kama neno amebeba kitu kile kile ambacho Adamu alikuwa amebeba kwa ajili ya kwetu, lakini amebeba sasa na kitu cha zaidi cha kuweza kutusaidia pale ambapo Adamu alikwama. Na ndio maana msalaba peke yake ndio unaweza ukashughulikia dhambi ya Adamu, kitu kingine akisingeweza kushughulikia. Na ndio maana Yesu akafanyika mwili, alikuwa neno,
aliyefanyika mwili, na kwa sababu hiyo alipokuwa anatembea lilikuwa ni neno linalotembea, alipokuwa anaongea lilikuwa neno likiongea, alipokuwa anavaa nguo ni neno limevaa nguo ndani ya mwili wa mtu, alipokuwa anasulubiwa ni neno lilikuwa linasulubiwa, alipokuwa anazikwa ni neno lilikuwa linazikwa, na alipokuwa anafufuka ni neno alikuwa anafufuka. Rapakarabashakorobosi. Mwanzo 3:15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utakuponda kisigino. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huo mstari, kasome Biblia yako vizuri, inasema uzao wa mwanamke. Uzao hautoki kwa mwanamke, uzao unatoka kwa mwanamume. Kwa anaposema uzao wa mwanamke, lilikuwa neno la kinabii juu ya kuzaliwa kwa Yesu bila mwanaume wa duniani kuhusika. Na kwa sababu hiyo alikuwa anatangaza vita kati ya uzao wa mwanamke na mwanamke. Alafu alikuwa anazungumza juu ya shetani akiwakilishwa na nyoka. Tunaenda sawa sawa. Okay. Mungu alitangaza uadui, akatangaza vita. Kule kwenye bustani ya Eden alitangaza vita, lakini kasome Biblia yako, hakutangaza mshindi. Na ndio maana unaposoma maandiko unaona pale msalabani, maandiko yanatuambia ya kwamba Yesu alipambana na kumshinda shetani peupe. Na ukisoma maandiko yako yatakwambia wazi kabisa, alimshinda yule mwenye nguvu ya mauti kwa mauti ya msalaba. Yesu akaja pale msalabani, alipompiga akamshinda, akasema kwa Mungu tetelestai, akamwambia imekwisha. Ile vita iliyoanza kule mimi nimekuja kumaliza, nimetangaza ushindi ndani yangu, na kila anayeniamini atakuwa mshindi na zaidi ya kushinda. Resikarabashakarabasi. Kwa hiyo ukitaka kumshinda shetani, usigombane naye kwa nguvu zako. Tazama msalaba, angalia ule ushindi uliokuweko pale. Kuna risiti yako ambayo iko kutoka kule mbinguni inayokuambia anapoingia kwenye vita na wewe, muonyeshe risiti ya kwamba tetelestai, Yesu alinishindia pale msalabani. Unaanzisha vita, hujui nani anapigana upande wangu. Unaleta wengi, hujui walio upande wangu ni wengi kuliko walioko upande wako. Rapakarabasa. Yesu anakujua kwa jina, na kwa sababu anakujua kwa jina, tetelestai ina jina lako, ya kwamba nimemaliza kwa ajili yake. Hafanani, sawa, najua hafanani, lakini ameniamini msalabani. Kwa sababu hiyo mpe hiyo, ni ya kwake, ni haki yake. Uponyaji ni haki yake, ushindi ni haki yake, kusamehewa ni haki yake, kupewa malaika wa kumhudumia ni haki yake, kuingia mbinguni ni haki yake. Tetelestai ina jina la kwake. Ukitafakari unapata kitu cha kukusaidia, inaingia kwenye misuli yako ya kiroho na kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapokuwa unatafakari, usiishie tu kutafakari. Nakueleza tu vitu vichache. Andika hii listi, hata kama sitafika huko, lakini andika hii listi. Tafakari mpaka usikie, tafakari mpaka uone, tafakari mpaka useme, tafakari mpaka utekeleze, na tafakari mpaka uhekimike. Tuanze na utafakari mpaka usikie. Tafakari manake tafakari hadi usikie moyoni, sio huku, hadi usikie moyoni ujumbe uliopo au uliomo ndani ya neno hilo la msalaba kwa ajili yako. Ukisoma habari za Yesu akiwa pale msalabani,
haiandiki watu wengi sana waliokuwa wanamzunguka pale. Inaandika baadhi ya wanafunzi wake, inaandika ndugu zake wachache, alafu na maaskari, inaandika habari za wale wezi, baadaye inaandika juu ya wale waliokuja kuchukua mwili wake na walinzi waliokuepo. Lakini utaona kwenye ile Luka 23 mstari wa 47 na Marko 15 mstari wa 39, hiyo mistari yote inazungumza juu ya akida, lakini kuna vitu vilivyotofautiana kidogo ambavyo nataka uangalie. Inazungumza juu ya akida. Akida yule alikuwa ndio afande aliyekuwa anasimamia kikosi cha askari waliomsulubisha Yesu. Alipokuwa pale Golgotha, kilichotokea pale, wakamsulubisha na Yesu akazungumza maneno yote hayo. Alipozungumza ile ya mwisho na kukata roho, kasome Biblia yako. Biblia inasema akida alikuwa anayatazama hayo yatu yaliyotokea na kuyasikia yaliyokuwa yanasemwa. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 47 anasema hivi, yule akida akiwa anamtazama Yesu akasema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Marko ameandika kwamba akida akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa nini alisema hakika? Kwa sababu huko nyuma alisikia ya kwamba huyu hana kosa, ni mwenye haki, wakabisha. Lakini alipokuwa anaona yaliyotokea na kusikia yale yaliyokuwa yanasemwa pale msalabani, ghafla akapata hakika. Hakika maana yake nini? Alipata imani. Imani ni kuwa na hakika. Inamaanisha alipata imani saa hiyo ndani yake. Kuna kitu kilichojengeka ndani. Wengi walikuweko pale wakimtukana Yesu. Wachache sana waliokuwa pale waliopokea imani ya kuwasaidia. Yule mwizi pale msalabani mmoja akapokea, na huyo akida unaona akipokea, akisema hakika yake. Maana yake mimi ninaamini ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Ninaamini ya kwamba huyu ni mwenye haki. Mungu hakumruhusu aone kwamba mwenye haki kabla ya msalaba. Aliamua aone baada ya msalaba, kwa sababu msalaba ndio unatuhesabia haki. Angeona kabla asingemsulubisha. Inamaanisha kuna namna kwenye yale maneno aliyoyasikia moyo wake ulifunguka, na moyo wake ulipofunguka ukapokea. Ndio maana nakwambia tafakari. Yule akida alikuwa hatizami tu, pamoja na kwamba alikuwa kazini. Tuangalie ya pili. Tafakari hadi uone moyoni mwako kilicho chako, kilichopo msalabani, halafu kipokee moyoni mwako. Yohana 1:29. Yohana alimuona Yesu akitembea wakati anabatiza watu. Yohana halafu akamtizama, akawaambia wanafunzi wake, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alipokuwa Yesu anasema imekwisha pale msalabani, maana yake ile hali ya kuwa na kumbukumbu la dhambi imefika mwisho. Ule ufungwa wa dhambi umefika mwisho. Ngoja nikuonyeshe kitu fulani hapa. Fungua na mimi kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 59. Ule wa 31 unasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi ni uzao wake Ibrahimu, wala hatujao watumwa wa mtu wakati wote, nao wasema mtawekwa huru. Yesu akawajibu, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote.
basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Angalia alichoendelea kusema. Najua ya kuwa ninyi ni wa uzao wa Ibrahim, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Sasa angalia mstari ule wa 31. Anazungumza na Wayahudi waliomwamini. Angekuwa anazungumza na Wayahudi wasiomwamini, nisingeshangaa sana mabishano yao. Anazungumza na Wayahudi waliomwamini. Anaendelea kuzungumza nao umuhimu wa kuwa na neno ndani yao. Ndiko alikuanzia. Ubishi ukaanza hapo. Akizungumza juu ya umuhimu wa neno ndani ya mtu ambayo litamsaidia akilijua, sio tu kwamba atasamehewa dhambi zake, atawekwa huru. Kwa sababu Yesu pale msalabani anachukua dhambi. Na akishachukua dhambi, ule mzigo uliokuwa nao unaondolewa, ule utumwa uliokuwa nao unaondolewa. Lakini si hilo tu. Ukisoma kwenye Biblia, maandiko yanasema mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri mbele za Bwana. Unasema wakasema unaongea kitu gani? Sikiliza, kuna watu wengi sana wametubu na wamesamehewa, lakini hawana uhuru tena. Hana ujasiri wa kwenda kanisani. Alimkosea Mungu, hana ujasiri wa kumtumikia tena. Hana ujasiri wa kuhubiri. Hana ujasiri wa kushirikiana na wenzake tena. Ukimuuliza umeomba toba, anasema kabisa nimetubu. Lakini cheki, hana uhuru tena. Kwa nini? Amesahau msalaba sio tu wa kusamehewa, ni wa kuchukua na dhambi zako. Pale mbinguni hakuna kumbukumbu. Ndio maana lazima ujifunze kutembea na muhuri unaosema tetelestai, ili wajue ya kwamba kama wao bado wanaendelea kushika maneno na kushikilia dhambi yako, wakati Mungu amesema imekwisha, amefuta, haipo, wache wao wakimbie, lakini wewe usiwakimbie, kwa sababu sasa wewe umesamehewa. Kama Mungu amekupa ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu yake, mwingine atakuzuilia wapi? Kama wanasema huyu ni mwenye dhambi, Mungu hawezi kumsikia, wamupige simu mbinguni, alafu waulize kama simu yako haikupokelewa. Rapa karabasaka. Kitu kingine ambacho watu wengi sana wajijua, ya kwamba kinachokuhukumu ni moyo wako, si Mungu wala si shetani. Kwa sababu dhamiri yako bado inarudia kama cassette ndani yako kwamba ulifanya dhambi, ulifanya dhambi, ulifanya dhambi, ulifanya dhambi. Ndio maana maandiko yanasema damu ya Yesu inatakasa mpaka dhamiri yako, ili upate kumwabudu Mungu aliye hai. Uwe na uhuru wa kusimama mbele za Mungu kama vile hujawahi kufanya kosa. Sio kwa sababu hujawahi kufanya kosa, ni kwamba umefanya kosa lakini umetubu na Mungu amepokea toba yako, na yeye kaamua kukusamehe kwa sababu ya kilichofanyika pale msalabani. Na alipokusamehe amefuta, unasimama unahesabiwa haki bure kama vile haujawahi kufanya kosa hata siku moja. Na Mungu anapokutazama hakutazami wewe, anaona kazi iliyomalizika pale msalabani kwa ajili yako. Anatizama kama kuna muhuri wa tetelestai, anautazama, anaona jina lako, unapewa tetelestai. Kwa ili kesho na kesho kutwa ukirudi, wakisema huyu alimkosea Mungu haruhusiwi hapa, lakini mbinguni anaruhusiwa, kwa sababu Mungu kamfungulia, Mungu kamsaidia, kampa toba ya kweli na kapokelewa. Rasa karapaka. Wanafikiri ni kwa nini shetani hataki ujue hili? Kwa sababu kama huna ujasiri mbele za Bwana, huwezi kuwa na ujasiri mbele ya shetani. Lazima uwe na ujasiri mbele za Bwana ili uweze kuwa na ujasiri mbele ya shetani. Na ukitaka kuwa na ujasiri mbele za Bwana, huwezi kuwa na ujasiri kwa matendo yako mwenyewe wala kwa haki ya kibinadamu. Ni kama nguo zilizochakaa. Lazima uende kwa haki ya msalabani, ambao Yesu alihesabiwa haki. Yule akida akakiri kwa kinywa chake, akasema hakika huyu alikuwa ni mwenye haki. Hakujua ya kwamba alikuwa anatutengenezea haki ya kwetu pale. Alipomuona mwenye haki, hata sisi ilikuwa ni haki ya kwetu aliyoiona. Rese karapakarabashaka. Sasa angalia, kama pale msalabani kuna msamaha, inamaanisha ni kazi yako kwenda kupokea ule msamaha kwa imani. Na kama kuna msamaha, ni kwa sababu alichukua dhambi zetu. Unaenda kuchukua utakatifu wake na kuhesabiwa haki bure. Tunaenda sawa sawa.
Sasa unisikilize, kama msamaha unapokea kwa imani kwa sababu dhambi ilichukuliwa, inamaanisha na uponyaji unapokea kwa imani kwa sababu magonjwa yalichukuliwa pale msalabani. Kama dhambi ilivyochukuliwa pale msalabani, madhaifu yalichukuliwa pale msalabani, masikitiko yalichukuliwa pale msalabani, kilichukuliwa pale msalabani, laana zilibomolewa pale msalabani. Maana yake ni kwamba vile vile unavyopokea msamaha wa dhambi, unaweza ukapokea uponyaji wako, unaweza ukapokea uzima wako, unaweza ukapokea kuwekwa huru. Rakarapa. Mwambie jirani yako tetelestai. Ya tatu nilisemaje? Tafakari mpaka useme. Maana yake tafakari hadi kinywa chako kinakuwa na ujasiri wa kusema ulichopokea moyoni toka msalaba. Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Ule mstari wa 9 unasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Maana lazima kuwe na mahusiano kati ya moyo wako na kinywa chako. Wakorintho wa pili 4:13 inasema, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo tunanena. Huwezi kuamini ukakaa kimya. Ni kweli kuna mahali pana hekima yake, lakini lazima ujifunze. Jifunze kujisemesha hata kama hakuna mtu wa kumsemesha, kwa sababu kusema ulichoamini moyoni kuna kusaidia wewe zaidi kuliko wale wanaokusikia. Hamjanisikia nasema? Nasema hivi, kusema unachoamini, kusema unachoamini kina kusaidia wewe kuliko yule anayekusikia. Kwa nini? Kwa sababu kinywa kiliwekwa kwa ajili ya mtu mwenyewe kwanza. Sasa angalia, ukikiri kwa kinywa chako ulichopokea moyoni, unatunza kile ulichokipokea moyoni ili kipate kudhihirishwa na nguvu za Mungu kwenye eneo ambalo kinatakiwa kupelekwa. Kwa sababu imani ina address, ina mahali pa kupeleka. Ndio maana unaweza kumwombea mtu hapa akapokea uponyaji wake Marekani. Kwa nini? Imani yako wewe umepeleka address na jina, kwamba mtu wangu aliyoko Marekani apokee uponyaji, ana shida hii. Ukishaomba namna hiyo, kesho anakuambia nilipokea uponyaji saa fulani. Unacheki ndio sawa, ulikuwa kwenye uwanja wa Magufuli hapa Kahama na mtu kapokea. Unasema Kasega unaongea kitu gani? Wewe unafikiri huo upako umepita hospitali ngapi za Tanzania, ikaenda mpakani, ikaingia kwenye nchi nyingine, ikapita wagonjwa, ikaenda nchi nyingine, ikapita wagonjwa, ikapita kwenye meli, ikapita wagonjwa, ikaenda mpaka kwa wavuvi, ikawapita walio wagonjwa, ikaenda Marekani, inaanza kutafuta mji wa Marekani ni upi, ikatafuta mpaka ikampata muhusika. Alafu yule muhusika anabaki kushangaa, anaona anapokea uponyaji, hajui ya kwamba kuna address ambayo imebeba uponyaji kutoka Kahama inampelekea pale. Na ndivyo vivyo hivyo na wewe kwenye mwili wako. Imani kwenye moyo wako inaweka address ya moyo wako, wapi mahali uponyaji unatakiwa. Kama ni kwenye mguu, weka address kwenye moyo wako, pokea uponyaji kwa ajili ya mguu wako. Kama ni kifua, weka address kwenye maombi yako unapopokea ya kwamba nataji uponyaji kwenye kifua. Pokea moyoni mwako kwanza. Ukipokea moyoni mwako, halafu unaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji uliokwenda kwenye kifua. Ule ulioko kule ndani unatafutwa mpaka unapatikana. Halafu nguvu za Mungu zile za ufufuo zinaingia kazini kulishughulikia hilo neno. Ndio maana neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Linasubiri wewe ufanye kazi kwa imani yako ili liingie kazini kukusaidia kupeleka hicho kitu kinachotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana sio lazima useme mbele za watu. Kisha sema mbele za watu pia ni sawa, lakini ajifunze kujisemesha mwenyewe.
Unasema kitu gani? Unachoamini moyoni mwako.